Tusonge mbele na uchambuzi wa taarifa zetu, na sasa ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema kuwa Wakenya waliokwenda kupigana vita kwa niaba ya Urusi dhidi ya Ukraine watapewa msamaha watakaporejea nyumbani. Kisheria ni kosa kwa raia wa Kenya kujiunga na jeshi la kigeni, lakini serikali imechagua kuwalinda na kuwasaidia kurejea badala ya kuwaadhibu. Tangazo hilo linafuatia ziara ya Mudavadi mjini Moscow, ambapo alikubaliana na Urusi kusitisha ajira mpya za Wakenya kwenda kupigana. Pia Wakenya walioko mstari wa mbele ambao hawataki kuendelea na vita wataruhusiwa kujiondoa na kurejea nyumbani bila vikwazo. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, Wakenya 44 tayari wamerudi salama, 11 wameripotiwa kufariki au kupotea na 38 wamelazwa hospitalini nchini Urusi. Wengine takriban 160 bado wako vitani, huku jumla ya wapiganaji 252 wakitajwa kujiunga kinyume cha sheria katika miezi 6 iliyopita. Baadhi ya waliokwenda wanasema walidanganywa kwa ahadi za kazi za kiraia zenye mishahara mizuri, lakini walipofika wakalazimishwa kupigana. Wengi walitia saini mikataba kwa lugha ya Kirusi bila kuielewa, hali iliyohusishwa na biashara haramu ya binadamu na ulaghai wa ajira. Serikali ya Kenya imefunga zaidi ya mashirika 600 ya ajira yaliyotuhumiwa kwa udanganyifu, huku Kenya na Urusi zikikubaliana kushirikiana na kukabiliana na usafirishaji haramu wa watu. Haya yote yanahusiana na vita vya Urusi na Ukraine, ambayo imevutia wapiganaji kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo mataifa ya Afrika. Liangazia hili nimezungumza na Felix Asoha, huyu ni mwanahabari mwandamizi kutoka nchini Kenya. Nimeanza kumuuliza, je, msamaha huu unaweza kuhamasisha Wakenya wengi zaidi kujiunga na vita wakijua hawataadhibiwa kurudi? Wengi wa hawa wa Kenya ni zaidi ya 200. Kwa mujibu wa taarifa ambazo tunapata ni kwamba walijipata kule kwenda kupigana kwa sababu walidanganywa. Wengi wao ni wale ambao wamehadaiwa tu. Kwa sababu utapata kwa mfano, wapo wale ambao wametoa ushuhuda wakisema kwamba zile contract, mikataba ambao walipewa ilikuwa imeandikwa kwa lugha ambayo kidogo sio Kiingereza, sio Kiswahili, kwa hivyo hawakuelewa. Kwa hivyo tuseme ni kwamba walipotoshwa tu wakiambiwa wanaenda kufanya kazi tofauti na vita, na wakajipata wameingia kwenye vita. Kwa hivyo ndio maana basi serikali inatoa msamaha huu kwamba kama unahisi kwamba ulidanganywa na uko tayari kuondoka, basi njoo utapata msamaha na uendelee na shughuli zako za kila siku. Kwa hivyo wengi wao ambao wako kule walidanganywa, na sidhani kama kuna Mkenya ambaye ataamka tu leo asubuhi anasema nataka kwenda kwenye vile vita vya Ukraine na Urusi kwenda kupigana, kwa sababu mwisho wa siku utauawa. Kwa hivyo wengi wao tu ni kudanganywa, walidanganywa, na sidhani kana kwamba hii itatoa mwanya kwa wengi wao kuweza kujiunga na vita, kwa sababu pia ulivyotangulia kusema ni kinyume cha sheria kwa Mkenya kutoka hapa na kwenda kujiunga na taifa lingine kwenye vita, manake utafungwa miaka 10 iwapo utapatikana na hatia kwa mujibu wa ile sheria ya uhaini ama uhalifu. Serikali sasa inaweza kuchukua hatua gani za muda mrefu kuzuia huu udanganyifu wa ajira za nje, ukiachana na hawa ambao wanakwenda kupigana kwenye vita, kwa mtazamo wako? Na wengi ambao Wakenya wanatoka hapa kwenda kufanya kazi nje, ndugu yangu, ni kwamba wamekosa nafasi hapa nchini Kenya. Nafasi haziko, ama nafasi zenye ziko ni finyu, na niseme kwamba sio kwamba serikali haijajaribu, inajitahidi, lakini nafasi ambazo zipo sio zaidi, hazitoshi kila mmoja. Ndio unapata wengi wanaondoka, wanadanganya kwenda nje, kwa sababu hata leo hii tukienda kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta utapata Wakenya ambao wanaondoka kwenda kutafuta kazi kule ughaibuni ni wengi sana. Kwa hivyo suluhu la kwanza ni serikali ijitahidi sana, hakikisha kwamba kuna nafasi za kazi humu nchini Kenya za kutosha, ndio Wakenya wapambane na hali zao humu nchini. Pili, kampuni ambazo zinashughulika na kuwapeleka Wakenya nje kwenda kufanya kazi, unapata nyingi ya hizi kampuni ni feki, ni kampuni ambazo ziko kinyume cha sheria. Kwa hivyo serikali inajua imeanza kupambana na hizi kampuni na au walaghai hawa, lakini inapaswa kukaza zaidi. Nilizungumza na mama ya mmoja wa Kenya ambao amekufa ama ameuawa kule Urusi kwenye vita hivyo, akisema kwamba kuna tu mrembo mmoja mwezi Oktoba alidanganya mwanawe wakalipa shilingi 200,000 ama 1,300 kwenda kufacilitate huyu kwenda kufanya kazi kule Urusi, na alikuwa anaenda kufanya kazi ya kuunda matrela. Unajua alikuwa ni plant operator, kwa hivyo yeye ndio anaenda kufanya plant operator. Alipofika huko mambo yakabadilika na akajipata ameweza kufanya nini,
kuingiza kwenye vile vita. Kwa hivyo watu kama hawa ambao wanawalaghai wa Kenya kutumia njia za mkato ndio wakamatwe na wazuiliwe kuweza kuwatumia Wakenya kwenda kupigana au kwenda kuhusika na vitu ambavyo havifai kuhatarisha maisha yao kule ughaibuni. Kwa hivyo haya mambo mawili, iwapo serikali itafanya, basi itakuwa ni jambo ambalo la busara. Tumalizie kaka Asoa, wewe ni mwanahabari mwandamizi ambaye bila shaka masuala ya kimataifa umekuwa ukiyafuatilia pia. Unadhani Urusi inanufaika vipi? Kwa nini labda ipendelee kuajiri wapiganaji kutoka Afrika wakati na wapiganaji wake wa ndani? Na niseme kwamba hivi vita vimekuwa vya muda mrefu, na unajua mambo ya vita ni mambo ambayo wakati vita kama hivi vimechukua muda, unapata kwamba watu wengi wanauawa. Kwa hivyo ukipata ile ni cheap labor, yani unapata kuna watu ambao wako desperate, yani kuna watu ambao wako tayari kujiunga kuwasaidia, basi watumie hao watu. Kwa hivyo ni kile tu ambacho nasema kwamba ni kuwatumia watu kwenda wewe kufaidika wala watu pasipo kujua. Kwa hivyo wachukue waende wapigane, kama ni kuuawa wauawe tu. Sisi hatujali, sio raia wetu, sio watu wetu. Kwa hivyo wacha tuwalete, wacha wahusike.